Basi tuko na gym trainer katika sehemu ya 3 na nakukumbusha kwamba binti Viana alikuwa anatusimulia ama anatukumbusha historia ama hadithi ya miaka kadhaa nyuma, kipindi akiwa mdogo, wakati anko wake alikuwa ameonyesha tamaa za kimwili. Na katika sehemu iliyopita tulifikia wakati ambapo mjomba alikuwa amefika na kuanza kumshika binti kwenye maeneo yake ya matiti ambayo alikuwa bado anakuwa, na anasema ilikuwa inauma sana. Sasa kwa pale nini kiliendelea? Basi Viana anatuambia kwamba ghafla pale kuna sauti ilisikika ambapo yule anaitwa Phili akamwambia mjomba, unamfanya nini mwenzako? Aliongea na ile sauti ya Phili ilikuwa ni kama mwokozi hivi, kwa sababu ilifanya mpaka mjomba akawa amegairi kufanya kile ambacho anataka kukifanya. Anataka kunitafuna mimi binti yake, jamani, nilikuwa hata sijaiva vizuri. Basi yangu akamwambia Phili, nilikuwa namtoa mdudu, hakuna kingine. Mjomba aliongea huku akijifanya anapotezea hivi kile ambacho alikuwa anataka kufanya. Basi mimi nikavaa vizuri sketi yangu pale. Basi baadaye mjomba akasema, ukienda nyumbani usimwambie bibi kama nilikuwa nataka kutoa mdudu, sawa? Via msipomwambia nitawapa zawadi nzuri sana. Mjomba alitoa damu ile kwa sababu mimi sikutaka anifanye kitu kibaya, ikabidi tu nikubali, na nikakubali kwamba mimi sitomwambia kitu chochote bibi. Tuliondoka, lakini moyoni nilikuwa na jambo langu ambalo nimepanga. Tulipofika nyumbani, kweli sikumwambia bibi, lakini nilimwambia kwamba bibi, nataka kurudi nyumbani siku inayofuata. Mjomba alipambana kweli kunibembeleza nisiondoke, lakini mimi niligoma kabisa. Bibi hakuelewa kwa nini sitaki, lakini pia alipambana sana ili niendelee kubaki, lakini nikashikilia msimamo wangu kwamba mimi narudi nyumbani. Kweli wazazi walituma nauli na nikarudi nyumbani kwetu. Niporudi nyumbani nilimwambia mama kila kitu kuhusu mjomba, kwamba alitaka kunibaka. Yaani mama alikasirika, lakini baba alikasirika zaidi. Kumbe mzee alitusikiliza sisi bila kujua kwamba tulikuwa tunasikilizwa. Yaani alikuwa ametusikiliza, mimi nilikuwa namwambia mama na sikujua kama baba alikuwa amesikia. Sasa siku ambayo inafuata tukasafiri kwenda huko Njombe. Nilikuwa na baba pamoja na mama. Basi kesi ikaanza pale, lakini mjomba alipambana sana kukataa, na Phili alikuwa miongoni mwa watu ambao walikuwa wanaleta ushahidi. Basi bibi alimwombea msamaha sana, lakini baba alishikilia msimamo wake kwamba anampeleka mjomba wangu polisi, na hatimaye mjomba alihukumiwa kifungo jela kwa jaribio la kutaka kunibaka kama utani. Hukumu hii iliharibu ukaribu kati ya mama pamoja na ndugu zake, kwa sababu walimchukia mama kwa kitendo cha kumfunga mdogo wake, yani kaka yake. Kashindwa kuelewa kama angenibaka kweli ingekuwaje. Basi kwa upande wangu, tangu kipindi hicho nilitokea kuchukia sana jambo linaloitwa kulala na mwanaume. Yani hata watu ambao nimewahi kuingia nao kwenye mahusiano pale, yani watakapoweka mezani mada ya kwamba tunataka kulala pamoja, ndio hapo tukao tunaachana. Yani mazima nilikuwa sitaki wala sitaki kusikia kitu kinachoitwa kulala na wanaume. Yani nilikuwa sitaki kabisa kufanya mapenzi. Yani nilikuwa sipendi, afu nakasirika. Kwa hivyo nilikuwa nimekasirika sana kuona dada tayari alikuwa ameshaanza kugaa utamu kwa uchu tena ndani ya gym. Yani nilikasirika, nikaona yani kama ni nini hiyo wanafanya jamani, yani hii ina tofauti gani na ile kitu ambayo niliwahi kuichukia sana. Yani nilikuwa nimekasirika sana. Haya msikilizaji, hapa ni simulizi za Dr. Hisia na hii ndio channel yetu. Basi hakikisha umesubscribe ili kuwa mwanafamilia, lakini pia usiache kuweka on notification ili upate taarifa za mapema sana pindi ambapo tunakuwa tumeweka simulizi mpya, lakini pia tunapokuwa tumeweka maendelezo ya simulizi. Mtafute Dr. Hisia mwenyewe kwenye namba yake ya 0627 501775. Huyu ndo mwandishi wa simulizi hii nzuri kabisa. Lakini pia ndo CEO wa simulizi za Dr. Hisia. Nyuma ya mic, jina langu naitwa Tutu. Tunaendelea na simulizi yetu. Basi Viana anatuambia kwamba tulirudi nyumbani na tukaendelea na upishi, huku tukipiga stories za hapa na pale, na dada yangu tayari alikuwa sawa, lakini mimi sikuwa kawaida. Yani anyways nilibidi tu nitulie kwa sababu ni dada yangu, lakini ni kitu ambacho kichwani mwangu nilikuwa sikipendi. By the way, mimi siwezi sana kumkasirikia dada, ndo mtu pekee ambaye nampenda na ndo rafiki yangu wa karibu sana. Usiku baba na mama warejea, tukajumuika pamoja mezani. Tulipomaliza kula, nikaomba wazazi wangu niweze kuongea nao. Nikamwambia baba, nimepata kazi kwenye kampuni moja hivi inajihusisha na uuzaji wa pikipiki. Wameniajiri tena na wamesema kwamba watanipa mshahara wa milioni 1 na nafurahi sana baba. Niliongea nikiwa nimechangamka sana. Lakini baba alikasirika. Akaniuliza unasemaje? Nani kasema ndio kufanya kazi? Hakuna kufanya kazi. Tena hiyo kazi wapi? Hakuna kufanya hiyo kazi mwanangu. Hakuna.
Baba alijibu bila hata kunioji zaidi kuhusu hiyo kazi, na kila mmoja alishangazwa na hilo jambo. Lakini mimi na baba tulikuwa tunatazamana tu, na watu wengine wote walikuwa wamekaa kimya, kwa sababu hii ni vita ya watu wapendanao. Baba amegoma, hajataka hata kuuliza detail yoyote, hajataka chochote, kaniambia tu moja kwa moja hakuna kufanya hiyo kazi. Hakuna cha milioni 1 wala ngapi, baba hataki. Unafikiri kwa nini baba alikataa? Haya, tuendelee tumsikilize. Basi ndani ya familia yetu sisi maamuzi huwa ni ya baba, na ilikuwa haya hujui na mtu yeyote yule. Hata mama yangu kuna wakati alikuwa anamuogopa mzee hatari, lakini mimi tu ndio ambaye nilikuwa naweza kuongea naye. Yaani kama mwangu usikia kwamba kila familia kuna yule mtoto ambaye kubishana na mzee lazima wabishane, basi kwetu ilikuwa ni mimi. Nadhani ni kwa sababu baba alikuwa ananipenda sana. Nikamwambia baba, sasa kwa nini jamani? Mbona umeenda haraka hivyo jamani? Kwa nini sasa hujataka mimi kupata kazi? Na maana hujafurahia mimi nipate kazi, unataka tu nikae nyumbani. Baba alianza kwanza na kucheka, afa akaniambia, "Hapana binti yangu, muone. Kwani umeshaanza kununa? Ni hivi mwanangu, tayari una nafasi kwenye shirika la nyumba, utakuja kufanya kazi kwetu kuanzia mwezi ujao. Kwa hivyo unaweza kupumzika ili uendelee kujilinda mwenyewe, kujipa afya binti yangu. Moja kwa moja uje kazini." Yaani watu mimi siwawezi kwa kweli. Ndio maana mmefanana kama mapacha. Kumbe ndio mipango yenu hiyo. Mama ilibidi aingilie kati mazungumzo yetu, na kwa sababu dakika iliyokuwa imepita hapo baba alikuwa ameshakasirika na wote tulishakuwa serious, lakini kumbe baba alikuwa na jambo lake lingine tu. Basi bwana, dakika hiyo wote tukajikuta tena tunaanza kucheka. Yaani wote tukawa tunacheka. Nikamwambia baba, hapo nimekuelewa babangu, lakini baba wewe jamani, mimi siku ningepata mtoto wa kiume wa kwanza nitamuita jina lako, maana jamani. Akaniambia baba, utanifurahisha jamani, mzee wangu, ngani utanifurahisha, utampa mwanao jina langu. Basi tukajikuta wote tumejawa na furaha sana hapo hapo. Tukawa tunacheka. Sasa kabidi nimwambie baba, basi mimi naomba nikuombe jambo. Akaniambia jambo gani? Unajua baba, tangu nimalize chuo nimekaa tu muda fulani nyumbani. Yaani mapumziko yangu yameshaisha. Mimi naomba tu nikafanye ile kazi kuanzia wiki ijayo, japo kwa mwezi mmoja tu, nataka tu nipate ile ladha ya kufanya kazi, nijue kuamka mapema na nini, afu nitakuja huko ofisini kwako, si mwezi utakuwa tayari. Akaniambia baba, najivunia sana wewe binti yangu jamani, kweli haya maisha yanakuhitaji ujue. Unajua kuna vitu vya huku na kule wewe unakuwa uvifahamu, lakini ili uwe na nguvu na kuhimili mambo mengi unatakiwa kujifunza, kutoka nje kujifunza. Mimi nakuelewa sana binti yangu na sina kipingamizi, japo unaweza kwenda huko ukaanza kazi alafu mwezi ujao utakuja kazini kwangu sasa. Kwa hivyo kamwambia kabisa na bosi wako kwamba uko kwa muda. Hapo nikafurahi. Nikamwambia baba jamani, asante. Nakupenda baba. Nikamwambia mzee wangu, mama ananiangalia. Nikaenda pale nikamkumbatia mzee wangu. Mzee akatuita wote tumkumbatia kwa pamoja sana. Familia yetu ilikuwa na mwanaume mmoja tu ambaye ni baba, kwa sababu kaka hakuepo kwa sasa. Lakini alikuwa anatupenda mno jamani. Yaani mapenzi ya baba alikuwa ni mazito. Mpaka unasema jamani, nipate mume kama baba yangu. Basi tulipomaliza kila mmoja alielekea chumbani kwake. Mimi na dada kama kawaida tulikuwa tunapenda kulala chumba kimoja, japo vyumba vilikuwa vya kutosha. Lakini sasa tukilala mbalimbali umbea tutapigaje? Yaani ilikuwa lazima tulale wote. Basi tulipoingia chumbani, nimekaa hivi nikakuta message. Hello miss, vipi ulifika salama? Ilikuwa message ambayo imeingia kwenye simu yangu, lakini niliamua kujibu ujumbe huo. Mimi nikachagua tu kulala zangu. Nikamwacha dada akiwa anaendelea kucheki movie na alikuwa na chat hapo, tupo chumbani. Siku mpya ilipoingia, tulikuwa katika maandalizi ya safari ya kwenda Zanzibar kama eneo la kupumzika kidogo. Unajua tena mzee alisema atagharamia kila kitu. Kwa hivyo tulitumia siku hiyo kukata tiketi za boti, na siku iliyofuata tukaingia kwenye boti. Nilikuwa na vibe kinoma yani sana, nilikuwa nataka kusafiri na boti. Yani siku hiyo, yani nilikuwa naona kama patakuwa pakuchi hivi, nilikuwa kwenye furaha sana yani. Basi bwana, nikiwa nimekaa nikasikia hello Korean smiler. Nilisalimiwa na jirani yangu. Nikashangaa palikuwa na mtu ambaye yuko kwenye hiyo boti, na nikakumbuka kitu kimoja. Jamani, kumbe nikasema hivyo, afu nikaingia kwenye kicheko kizito sana. Alikuwa ni Tom pembeni yangu. Akaniambia kumbe nini? Nikasema kuna mwaini wangu hapa, lazima nikampige ngumi za roho. Yaani kwa sababu alikataa kukaa na mimi. Kumbe ilikuwa na sababu zake za msingi. Nikamwambia Tom, huku nikimuonyesha upande mwingine ambako Lucy na Ocho walikuwa wamekaa. Basi hawa bwana wakata tiketi watakuwa wamekosea kidogo ujue. Yaani wamekosea kutoweka pamoja. Au hujapenda? Akaniambia Tom. No, kawaida tu, mna shida. Basi tukaendelea na safari kama kawaida, tukiwa na wingi wa furaha. Tulizungumza mazungumzo mengi sana hapa na pale.
Lakini nilichopenda zaidi kwa Tom ni kwamba hakuongeza mada za mapenzi hata kidogo, tofauti na vijana wengine ambao hamwezi kupiga story lisaa bila kuongelea vitu vya upendo. Alikuwa mtulivu sana na mwenye machaguzi bora sana wakati wa kuzungumza maneno yake. Abiria, tunaomba mvae safety jacket. Mhudumu wa boti alitoa taarifa ambayo ilikuwa imechanganya vichwa vya abiria wengine, na hata mimi pia akili ilikuwa imesheki kidogo. Kwa nini tuambiwe hivyo? Unajua ukisikia hii ni sawa na huwa kule juu ya ndege afu mwambiwe mvae zile zinaitwa nini, sio za kuruka nje. Kuna nini tena? Nikamuuliza Tom. Akaniambia usiogope, vaa jaketi afu tulie, maana hizo jaketi ni muhimu sana kwa ajili ya usalama wetu. Tom alinituliza kidogo. Basi nikavaa kweli jaketi, na zikupita dakika 5 boti kaanza kusukumwa huku na kule, na mawimbi yalikuwa ni makali mno. Hata upepo ambao unavuma ulibadilika ghafla. Abiria wengine walianza kupiga kelele na kumuomba Mungu kwa sababu boti ilikuwa katika wakati mbaya zaidi. Basi nikaziba masikio na kufumba macho yangu ili nisisikie kelele za mawimbi na huo upepo mkali. Mwili ulikuwa unatetemeka mno. Mawazo ambayo yalikuwa akilini mwangu ni kwamba nitakufa, sina hata mtoto jamani. Tena sijafika hata miaka 25 jamani, hata mwanaume simjui. Kwa nini nife? Basi kuna namna nilikuwa naogopa sana kifo. Nikamuomba Mungu, jamani, Mungu naomba uniokoe nisife. Naomba unitoe nikiwa mzima jamani. Mimi nikitoka hapa mzima, Mungu wewe, sitakuja kutenda dhambi jamani. Yaani sitotenda dhambi hata moja, nitaishi maisha ya kukupendeza na kukutumikia wewe peke yako. Naomba uniokoe kwenye hiki. Bahari ilikuwa imechafuka na ilikuwa inatisha sana. Jamani, hayo maji tuyafurahie tu, kuona kwenye kikombe, kuona kwenye mvua. Lakini sio kwenye ile hali ambayo tulikuwa nayo. Yalikuwa ni mengi mno na yana hasira kweli kweli. Yaani yalikuwa yanatisha kuliko hata zimwi. Nilitamani kutoka kwenye siti yangu nimfuate dada alipo. Lengo lilikuwa tu hata nikumbatie, lakini sikuweza kwa sababu boti ilikuwa na yumba yumba sana na kila mtu anatakiwa kukaa pale ambapo alikuwa amekaa. Kwa hali ambayo nilikuwa nayo, Tom alimwaga nikumbatia kwa nguvu. Ilikuwa ni kama sehemu ya kunituliza pia. Nikamwambia jamani, mimi nitakufa jamani, nitakufa jamani, sina hata mtoto, nitakufa. Nilikuwa nalia, hapo nimekumbatiwa na Tom. Naanza nakufaje jamani, sijaacha hata kopi jamani, kifo gani hichi? Akaniambia hapana, tuwezi kufa, bado tuna ndoto nyingi za maisha. Kwenye watu ambao wana ndoto kubwa hawezi kufa, hautakufa usijali. Nikamwambia Tom sawa, nikamuuliza kwa hiyo ina maana kama wewe tusipokufa leo hapa, ndoto gani kwani ambazo hujatimiza? Namuuliza hapo, nasema hapa tutakapokufa tutakutana hata mbinguni huko, tutakumbushana zile ndoto tulikuwa tunaongea kwenye maji. Akaniambia, unajua ndoto kwangu mimi zipo nyingi sana. Lakini kubwa zaidi mimi nataka kuanzisha familia, kwa sababu kupitia familia mambo mengine mengi ya maendeleo ya uchumi yatawezekana. Lakini familia ambayo mimi nataka kuanzisha na mwanamke mrembo sana ambaye yuko mwilini kwangu hapa. Na kama itatokea katika maisha yetu yakawa yameishia hapa au tukapona na kwenda kuishi huko mbele, naomba tu ufahamu Via, mimi nakupenda sana Viana. Nakupenda tangu ile siku ya kwanza ambapo nimekuona. Macho yangu hayajawahi kutulia kabisa mbele yako. Moyo wangu umekuangukia, na kama tutakuwa na maisha mengine baada ya haya, naomba nipendane na wewe. Nakupenda sana Viana. Tom aliongea kwa hisia sana, kitu ambacho sikuwa nimekitaraji wala kukifikiria. Ukizingatia mazingira ambayo tulikuwepo, mazingira ya hatari, mazingira ya hofu, lakini Tom alikuwa akinitongoza katika hatari kama ile jamani. Niliona ni mawenge tu. Yaani sikujua huyu hata namjibu nini. Kwanza tunakufa. Maji yenyewe yalikuwa yameshapamba moto, ni mengi kweli. Mawimbi yalikuwa yanaruka mpaka ndani ya boti. Nikaona jamani, kifo kiko mbele yangu na upendo pia uko mbele yangu. Natakiwa kumjibu nini? Ni bora nikubali nisife nikiwa nilikuwa single ama nifanyaje? Msikilizaji, unafikiri ungekuwa wewe ni mimi, ungefanya nini? Basi hapa ni tunafika mwisho katika sehemu ya 3 ya simulizi hii, tukiwa pia tufahamu nini kitajiri mara baada ya mawimbi yale ama bahari kuchafuka. Lakini binti hata mjibu nini Tom? Lakini Tom mbona hakutuambia kama anampenda binti jamani? Imagine confession inafanyika wakati ambao huenda pia ukafa, lakini mtu anaamua kuconfess zile hisia zake za ndani. Na hivyo ndivyo ambavyo mapenzi yalivyo. Na mimi mara zote kwenye shauri zangu wanasema ukiwa unampenda mtu mwambie, hakikisha umemwambia. Swala la kwamba atakubali ama atakataa ni la kwake, wewe hakikisha umemwambia mapema ili usije kujilaumu kwamba kwa nini nilichelewa kumwambia. Okay, tunafika tamati hapo, na nikukumbushe tu kuendelea kusubscribe channel yetu, lakini pia usiache kuandika comment yako hapo chini.
kutokana na kile ambacho umekifurahia ama umejifunza kupitia simulizi hii. Tutakutana katika sehemu ya 4 na mimi naye kusimulia simulizi hii wakati wote. Jina langu naitwa Tutu.